No, kwa mpango wa Mungu, Mungu anaweza kubali mtu mmoja akuwe kiwete physically ili afundishe watu 1,000 awaonyeshe ya kwamba na nyinyi ni viwete. Na tukiona mtu ambaye ni kiwete, wengine huwa wanaona huyo, wanamwangalia, wanamhurumia, wanasema Mungu, huyu mtu msaidie. Wengine kama ni mapicha ambayo hawaelewi, wanaanza kusema ama kuomba, wakimwambia Mungu, nipatie nguvu za kuombea huyu mtu asimame. Hajui ya kwamba kuona huyo mtu ni sauti ya Mungu ambayo inaongelesha huyo picha na kumwambia bado wewe ni kiwete wa kiroho. Ndio maana viwete physically haziwezi isha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni Mungu anataka kuongelea uwete wengine. Na Yesu alikuja kuhubiria watu kama wale ambayo walikuwa wamekaa mahali pamoja, hawajajua mpango wa Mungu kwa maisha yao, hawana maendeleo ndani ya Mungu, hawajajua Kristo Yesu, na amekuja kuwafundisha ili waanze kutembea, watoke mahali pale. Ya tatu ambayo aliongelea anasema hivi, wenye ukoma wapate kutakaswa. Alikuja kuhubiri ili wenye wako na ukoma wapate kutakaswa. Ukoma wa kawaida ni ugonjwa ambayo ilikuwa inashika watu ama inashika watu, na hiyo wakati mtu akipatikana na ukoma, kwa sababu ukoma ilikuwa ugonjwa inaambukizwa, na mtu mmoja akishikwa na hiyo ugonjwa wangemtafutia mahali wamweke ili asiambukize watu wengine. Yani wangemweka ndani ya kanyumba fulani, yeye hatakuwa akitoka pale, watakuwa wanampelekea chakula pale ili watu wengine wasiambukizwe na huyo mtu. Na ukoma ambayo ni wa kiroho ni watu ambayo wako na ugonjwa ambayo ya kuambukiza watu wengine. Utaiongea hivi, ni yule mtu ambayo hajamjua Yesu, ako na uchafu, ako na ugonjwa ambayo ni dhambi ndani ya maisha yake, naye huyu mtu ni yule mtu ambaye yani maisha yake amejiachia dhambi fulani, na huyo mtu inaweza kuwa rahisi kuambukiza watu wengine ama kufundisha watu wengine. Acha nipeane mfano hivi, mtu ambaye hajamjua Mungu alafu amepatana na mtu mwingine, anajaribu kumconvince ama anamfundisha kutokana na maisha yake, na huyu mtu anajipata ametoka mahali alikuwa ameambukizwa na ile tabia ya yule mtu ambaye amepatana naye. Yani kwa mfano ni kama mtu msharati, na huyu mtu kazi yake usiku na mchana ni hiyo kitu ambacho inatembea ndani ya damu yake, na akipatana na mtu ambaye si msharati atajaribu amuongeleshe mambo ya usharati. After muda fulani huyu mtu atajipata naye ameambukizwa ile tabia ambayo ya huyu mtu, na kwa sababu yani kitu ambayo mtu ako nayo na bado anaambukiza mtu mwingine, hiyo ni ukoma wa kiroho. Bado mtu ambaye ananisikia anaweza elewa hii kitu, maana maybe tabia uko nayo hukukuwa nayo kutoka mwanzo, lakini ulipatana na mtu fulani naye ukakuwa rafiki yake na ukaambukizwa na tabia yake ambayo sio mzuri alikuwa nayo, na ukajipata kati ama ndani ya hiyo tabia ambayo huyo mtu alikuwa nayo, na hiyo kitu, hiyo dhambi ambayo inaambukiza
uliambukizwa ama huyo mtu alikuambukiza, hiyo ndo ukoma. Na nimesema bado huyu mtu ili ukoma wa kiroho ama hii dhambi itoke ndani ya maisha yake, ni lazima huyu mtu ahubiriwe injili ya Kristo Yesu, naye akishahubiriwa atamwamini Yesu kutokana na kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu, huyu mtu atasamehewa dhambi zake. Akishasamehewa dhambi yake, huyu mtu ametakaswa sasa. Yani alikuwa mchafu ndani yake, sababu ya dhambi yake inaishi ndani yake. Mungu akimwangalia ni kama mtu ambaye ameanguka kwa sewage, lakini Mungu alituma Yesu ili ahubirie watu kama hao, ili wamuamini. Wakisha muamini watakuwa wametakaswa sasa. Wakisha takaswa na watakuwa wasafi mbele za Mungu. Ukoma itakuwa imetoka kwa maisha yao. Kwa maana bado nimesema, anasema alikuwa mafuta ili awahubirie wakoma ili watakaswe, sio kuwaombea. Wakoma wa kawaida wanahitaji kuombewa ili wapone ukoma, lakini wakoma wa kiroho wanahitaji kuhubiriwa ili waelewe ya kwamba kuna ukoma wa kiroho, nayo ni dhambi ndani ya maisha yao. Wakishajua hivyo, itakuwa rahisi sasa kumwamini Yesu, na wakishamuamini Yesu atawasamehea dhambi yao, nao hao watu watakuwa wametakaswa kwa ajili ya damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kitu cha nne alisema viziwi wapate kusikia. Alikuja kuhubiria viziwi ili wapate kusikia. Na acha nipende mfano hivi. Imagine umepatana na mtu ama ni mtoto wako, mwambie enda pale uniletee kijiko, alafu huyu mtoto akwambie sawa, lakini asiendee kijiko na akuletee. Huyu mtoto atakuwa amesikia ama hatakuwa amesikia? Maana dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtoto amesikia ni kwenda na alete kijiko, lakini dalili ya kuonyesha kwamba huyu mtoto hajasikia ni kusipoleta kijiko. Na kiziwi cha kawaida ni yule mtu anaongeleshwa na hasikii, na kwa sababu hasikii kwa maisha ya kawaida, huyu anaitwa kiziwi. Kiziwi wa kiroho ni yule mtu ambayo anasikia na masikio ya kawaida, lakini hana understanding. Yani masikio ya kawaida inasikia, lakini yule mtu wa ndani ambayo anaishi ndani yake, yeye bado hajasikia. Hasa nilete hivi, ni mtu ambaye anaweza sikia kila kitu ambacho kinafanyika hapa duniani, lakini hawezi sikia Mungu, hawezi sikia sauti ya Mungu, hawezi kuwa na understanding ya neno la Mungu ndani ya maisha yake. Huyu ni mtu ambaye anaweza fundishwa na bado aseme amesikia, lakini kwa ukweli hajasikia. Kwa nini? Kile ambacho aliambiwa aende kufanya, hicho kitu hajajifanya, na kwa sababu hajajifanya, huyo mtu inaonekana mbele za Mungu hajasikia. Yani kwa mfano, Biblia inasema hivi, usiue ama usidanganye. Na huyo mtu amefundishwa na bado amesema amesikia, lakini bado anaendelea kufanya kile kitu ambacho amekatazwa. Na kwa sababu anaendelea kufanya kile kitu ambacho amekatazwa, itaonekana kwa ukweli
huyu mtu hajaelewa, lakini alisikia na masikio ya kawaida. Na huyu mtu kwa maisha ya kawaida anasikia, lakini kwa maisha ya kiroho yeye ni kizimu. Kwa sababu gani? Hajasikia Mungu, hajasikia mapenzi ya Mungu kwa maisha yake. Amesoma neno, hajaelewa. Huyu mtu anahitaji bado afungue ama aambie injili ya Kristo Yesu, ili Mungu aingilie kati, afungue masikio ya huyo mtu wa ndani ambayo anaishi ndani yake, ili huyo mtu asikie kabisa mpango wa Mungu ndani ya maisha yake. Siku ya leo unapata watu wanasema walisikia injili kutoka kitambo. Kuna mtu tulipatana naye anakwambia nyinyi ni watoto wadogo, sisi tulianza kuhubiri tangu nyinyi hamjazaliwa. Yani anakwambia miaka alianza kuhubiri, unapata wewe mwenyewe ulikuwa bado haujazaliwa. Lakini kwa ukweli kitu kikubwa sio kuhubiri. Kitu kikubwa ni nini? Kitu kikubwa ni huyu mtu, kile ambacho anahubiri, anatembea ndani ya hiyo kitu.